Msichana huyu mdogo amekuwa ndio mfungwa mdogo zaidi gerezani, lakini yote haya yalitokana na kwamba kipindi mama yake alipokuwa mjamzito alisingiziwa kesi na kutupwa gerezani. Kwa hiyo msichana huyu alizaliwa na kukulia gerezani, na leo ndio ilikuwa siku yake ya kuachiwa. Mama yake hakujisikia salama kumruhusu mtoto kuishi peke yake, hivyo akamsisitiza sana mtafute baba yake. Hivyo msichana alichukua picha ambayo mama yake alimpa na akaenda kuanza kumtafuta baba yake. Na leo hii kwa bahati alifika katika kampuni ambayo baba yake alikuwa akifanya kazi. Aliona kundi la watu wakimhoji mkurugenzi mkuu kijana. Msichana alimtambua haraka kuwa huyo ndiye baba yake. Bila kusita, alimkimbilia na kumuita baba. Mkurugenzi alishtuka na kudhani kwamba msichana alikuwa amekosea kwa kumfananisha na mtu mwingine, lakini msichana alisisitiza kuwa hakufanya kosa na akatoa picha kumuonyesha. Lakini hata baada ya kuona picha yake mwenyewe, mkurugenzi bado hakumwamini. Alipoona hivyo, msichana alimwoa baadhi ya nywele zake na kumwambia afanye kipimo cha vinasaba. Kinyume na matarajio, mkurugenzi hakutaka kupoteza muda wake na mtoto huyo, hivyo aligeuka na kuondoka. Lakini msaidizi aliyekuwa karibu hakufikiria kama yeye. Aliamini kulikuwa na jambo lisiloeleweka hapa. Kwa hiyo akaamua kuchukua sampuli ya nywele za msichana ili akachunguze mwenyewe. Baada ya kufanya haya yote, msichana alienda gerezani kumwambia mama yake kilichotokea. Alimuuliza mama yake ni kwa nini baba yake alikataa kumtambua. Kwa shida, mwanamke yule alimtetea mkurugenzi. Ilibainika kuwa mwanamke huyu alikuwa binti wa familia tajiri. Yeye na mkurugenzi waliwahi kuwa wapenzi. Baba yake alifariki kwa ugonjwa, mjomba wake katili na binamu yake walijaribu kunyakua urithi wa baba yake. Hata walimtumia mkurugenzi kumtishia. Ikiwa asingetoa mali hizo, maisha ya mkurugenzi yangekuwa hatarini. Akawa hana namna, alimwacha mkurugenzi bila kumweleza chochote. Hii ilisababisha mkurugenzi kumwelewa vibaya, na mwanamke huyo akatiwa gerezani baada ya kutiwa mtegoni na mjomba wake. Sasa alichotumaini ni kwamba binti yake angeishi maisha mazuri bila vitisho kutoka kwa familia ya mjomba. Lakini asichojua ni kwamba siku ya kwanza tu msichana huyo aliporudi nyumbani, mjomba na binamu yake walitokea. Walimuuliza moja kwa moja msichana ufunguo wa sanduku la siri ulikuwa wapi, lakini msichana hakujua ulikokuwa, hivyo akajibu kwa uaminifu tu. Kinyume na matarajio, binamu yake alidhani msichana alikuwa anafanya masihara. Alikasirika sana, hata alitaka kumpiga. Wakati huo huo, wazazi wa mkurugenzi mkuu walisikia kuwa kulikuwa na msichana aliyedai kuwa wa familia yao. Walienda katika kampuni ya mkurugenzi kuulizia. Walipogundua kuwa mwanao alimfukuza msichana, walivunjika moyo sana. Kabla hawajachukua hatua, mkurugenzi aliondoka akitumia mkutano kama kisingizio. Wakati wazazi wa mkurugenzi wakizidi kukasirika, msaidizi alileta sampuli ya nywele za msichana na mkurugenzi akijiandaa kwa kipimo cha DNA. Matokeo yalitoka